Alinikuta nipo singo, nilimkuta singo, hata kama kanitanganye la sawa. Kwa nini shingapi kuweka na bango, nataka wakujue hadi machawa. Fundi nilompata, vya kumungunya hataki kuvinyata, na baridi ikimkamata, mindokoti na mkumbata. Nahidi kukupenda. Nataka nikuambie kitu kimoja. Ndoa ni agano la upendo wa Ndema, uaminifu na kusaidiana katika raha na shida. Ibonjo hauwezi kuondoa thamani ya mumeo, wala hauwezi kuvunja upendo mkubwa ambao mko nao. Wandema, hebu kumbuka kitu kimoja. Ukimwi kwa sasa ni kama hukumu ya mwisho kama zamani. Kuna tiba, kuna ushauri. Na kingine, kuna maisha kawaida sana kwa watu ambao wanaoishi na virusi hivi vya ukimwi. Cha msingi cha kufanya sasa hivi, wewe na mumeo ni mshikamane na kusikiliza ushauri wa madaktari na kuendelea kujitunza. Nikumbushe kitu kimoja. Ndoa zinapitia mitihani mbalimbali, na huu mtihani ambao mpo nao sasa hivi ni mmojawapo tu. Lakini kwenye majaribu kama haya ndipo penye nafasi ya kuonyesha upendo wa kweli. Lakini kupitia majaribu kama haya ndipo penye nafasi ya kuonyesha huruma na msamaha. Lakini penye nafasi kama hii ndio unaweza kuonyesha upendo wa kweli na huruma na msamaha. Wandema, mume wako anakuhitaji sana sasa hivi. Mungu anawaangalia na atawaongoza, ila msikate tamaa. Mshikamane zaidi. Na kingine, upendo wenu mnaweza mkavuka huu mtihani ambao sasa hivi mpo nao. Lakini Alman. Lakini kitu gani Wandema? Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitafuata ushauri wako. Sawa. Na hiko ndicho kitu ambacho nilikuwa nataka nikisikie kutoka kwako. Shere, alikuja Almani hapa, akanishauri nirudi kwa mume wangu. Ameongea huyo? Kumbe kaja kakufuata kaja kukwambia urudi kwa mume wako. Lakini ameligusa maneno yake, sema kama yuko anaenda mbio. Hapo afadhali. Mimi mwenyewe nakuwa na roho yangu inakuwa ina furaha. Kwa sababu gani unajua? Mimi mwenyewe natamani urudi kwa mume wako. Mume wako anakupenda, mume wako anakuhitaji. Na sio hivyo tu, hadi Mungu anasimamia ndoa yenu. Sisi unaelewa. Kwa hiyo inabidi na wewe urudi, hebu sunduka moyo wako. Kumelewe hapa unitake, nakaa kiroka na kukunja hivyo unanifukuza. Mimi hapa sikutaki, ndio kwa mimi unikogope. Hapa mimi sikutaki, uende huko kwa mumeo. Unataka mimi nipate dhambi? Hapo. Sitaki kufuga mke wa mtu mimi hapa. Imekuwa dhambi? Haya, nitaingia ndani na nitakusanya kila kitu changu na sirudi tena. Haya, sawa. Kama leo utakuja kuyaweza na kwa Mungu yakukute. Sawa. Hizo ndo changamoto zenyewe. Ukisikia changamoto kwenye ndoa ndo hizo. Uwe mstahimilivu kwenye moyo wako. Mimi nakuombea uyepate. Si una raha mimi unanisukumizia kule niende. Nakuombea wewe yakati. Kumbe unaniombea mimi. Basi. Sawa bwana. Mimi baadaye naweza kumbana. Naenda kupostanya baadaye zangu kwa mume wangu. So kama sitongozi ila naheshimu yake nafasi. Tena zaidi nilijiona mwenye bahati. Kumbe mnanichora kitambo meni ataki. Nishamwita majina kibao, shamwita majununu, shamwita mpenzi wangu waro na kumsefu maibunununu. Kilanga koma kimefanya nimekuja kwako, nione aliyomo nisadisiwe na wenzako. Kama kakwambia nampiga mwongo, eti mimi simpendi Mungu, kitanda nisimfikishi Mungu, na hapa mbele yako simtoi auti Mungu, eti mimi simpie na Mungu, ali nyumbani ya shibi Mungu, sijui nini kafata kwako, ila nachojua niondoka nyumbani
Nachojua aliondoka nyumbani bila ya kusema naenda kwa nani. Umeanza lini kunywa? Mke wangu, nimefanya hayo yote ni kwa sababu yako. Nikifanya hivi ndo najituliza hii akili yangu, kwa sababu nimechanganyikiwa na nipo kwenye wakati mgumu sana. Pole. Yaani kuondoka kidogo tu umeanza kunywa kweli? Basi mimi nimerudi na nimekusamehe. Tuishi kama zamani. Kweli mke wangu? Kwa hiyo unaniahidi kwamba umenisamehe na umerudi nyumbani tuishi kama mwanzo? Nikusamehe. Asante sana mke wangu. Nilikuwa naiota kila siku hii siku na nikimwomba Mungu ifike hii siku ili urudi nyumbani. Na ninashukuru Mungu amepokea dua yangu. Sawa. Kwa hautakunywa tena? Na kuahidi, hakika sasa nimejifunza na nitakuwa mume bora mwenye kuitunza ndoa yangu na kukutunza wewe pia mke wangu. Basi hautakunywa tena lakini. Kwa vile umerudi nyumbani, kwa nini ninywe tena? Akati pombe yangu umerudi. Nikupe habari. Shoga yangu. Vipi kwema lakini? Kwema shoga yangu. Na unajua kumtupa mtu, umeenda mazima hata kunikumbuka. Mbaya wewe. Au matatizo yameisha? Shoga yangu, ukizungumza hivyo kama unanisimanga ujue. Sikusimanga, sina kutania na wewe. Utaniwi. Sawa, mimi niko poa na niko salama tu. Vipi mume wako, vipi mnaendeleaje? Tuko salama tu shoga yangu. Na ninashukuru umenipambania vya kutosha. Mpaka leo niko na furaha. Nashukuru alhamdulillah. Ila shoga yangu, naogopa nikifikiria kwenye swala la watoto. Unawaza nini? Wewe utakuja kukonda wewe. Mpaka mimi mwenyewe nitakuogopa. Kama uliweza kuishi na mume wako vizuri na salama, basi hata watoto pia mtaishi vizuri mkifuata maelezo ya madaktari vizuri tu. Sio, unanielewa? Kumbe kila kitu kinawezekana. Sasa je, wewe unafikiria nini? Ndio maana nakupenda shoga yangu kwa kunishauri. Mimi nakupenda kweli. Unamkumbuka Mama Jafari yule mbao 3 pale? Mbona yule anao, lakini sasa watoto wake si unaona wana afya nzuri kabisa. Haya bwana, mimi nashukuru kwa kunishauri shoga yangu. Mungu kakuleta wewe kwa mshauri wangu tu, usife mapema. Usijali, mimi sifi kwa ajili yako, nitakuwa nakushauri kila siku. Unataka ufe mapema uniache nikiwa nitakuombea kwa Mungu ili usife. Usijali. Kwanza nashukuru kwanza amefika kwa wakati na ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuongoza nafika nyumbani leo. Kama ambavyo aliniambia Sule kwamba mlikuwa mna sintofahamu, lakini mimi nataka niwatoe hofu leo. Sawa. Na ujio wenu unaonyesha wazi kwamba tayari tunakwenda kupata sura halisi ile picha yetu. Wandema, kupata kwa virusi VVU Sule haimaanishi kwamba utakwenda kupata maambukizi. Hivyo unatakana kuwa na amani na kuishi ukimwamini mume wako. Sawa. Na jambo la msingi ambalo nataka niwaambie leo, watu wengi wamekuwa hawaelewi kwamba wanachokiamini wao kwamba mmoja akipata maambukizi basi mwenza wake anaweza akawa hatarini. Ni kweli, ila mtakapoweza kutumia njia salama ambazo zimewekwa, basi hamtaweza kupata maambukizi. Yani hautaweza kupata maambukizi wewe. Kwa hiyo dokta, ukimwi unaambukiza, naweza kuwa salama mimi na yeye na watoto wangu? Ni kweli ukimwi unaambukiza, lakini kuna njia salama ambazo mtakana nyinyi kuzitumia. Endapo kama Sule atakuwa anatumia kondom pale mnapokwenda kufanya tendo la nyimai, basi itapeleka nyinyi kuwa kinga nyote. Sawa. Huyu yeye atakuwa amefanya kitu ambacho ni cha msingi sana kuja kukulinda wewe. Kwa hiyo hautapata maambukizi yoyote yale. Kuwa na amani pia. Lakini pia kuna dawa ambazo unatakana kuzitumia wewe, zinaitwa PRE.
hizi ni dawa ambazo zinakwenda kufanya wewe kutoweza kupata maambukizi endapo huyu akiwa anatumia dawa pia vile vile, kwa sababu ikiwa Sule anatumia dawa kwa umakini akatumia kwa kila siku, basi itapelekea wewe kutoweza kupata maambukizi yote yale. Ondoa shaka kwenye hilo. Sasa dokta, hivi familia yangu itakuwa salama kweli kutokana na hii hali ambayo niko nayo kwa sasa? Well, kabisa. Kama nilivyokuambia awali, ikiwa utaweza kutumia dawa kwa umakini na ukajua mipaka yako na ukajitunza vizuri, basi familia yako itaishi katika hali ya utulivu kabisa. Wanifahamu vizuri, kwa sababu kuna kitu kinaitwa U equal U. Sawa? Yani utakapotumia dawa kwa umakini zaidi, zile dawa zinakwenda kufubaza vile virusi. Itapelekea damu yako kuonekana kwamba haina virus aina yoyote ile pale. Kwa hivyo sasa utakuwa salama na mtazaa watoto na watoto katika hali ya usalama kabisa. Hakuna ambaye atakayepata maambukizi. Labda niongezee kitu kimoja tu. Kuna kijana kama nyinyi alikuwa hivyo na akaja na mke wake, nikawashauri vizuri tu, na mpaka sasa hiyo wameshapata watoto 3. Basi wote wako salama. Kwa hiyo mnapaswa tu kuwa na imani na mufuate maelekezo ya daktari. Dokta, mimi niseme tu asante sana. Leo nimeenda kupata tumaini ambayo nilikuwa nishalipoteza katika fikra zangu, na nakushukuru sana kwa kutujenga. Hakika nitasimama kwenye misingi na vile vyote ambavyo vinavyopaswa nivifanye na kufuata ule ushauri ambao umenipatia dokta, na nitakuwa mtu ambaye wa kuonana naye mara kwa mara kwa ajili ya kuzidi kupata ushauri na kuzidi kujijenga na kujiimarisha ili kuhakikisha usalama wetu uko vizuri. Karibu tena. Sawa dokta. Sawa dokta, nashukuru sana. Hakuna shida, mimi tunatakia safari njema, muende huko msikilizane na mkajenge uhusiano mpya ambao utakuja kuanza safari nyingine ambayo mlipaswa kuifika. Moyo wangu haujakubali kuachana, nisiko tayari, nisamehe penzi tafadhali. Mke wangu, unajua ndo furaha yangu. Uwepo wako karibu yangu unanifanya nijisikie mwenye amani kabisa ndani ya moyo wangu. Nilikuwa mpweke, ili jumba nilikuwa naona kama linanisomea. Kwa leo umenibeba. Shanza kuingia nyama. Nakupenda sana mke wangu. Penda pia. Kweli, asante sana, nafurahi kusikia hivyo. Leo sinapata. Unataka? Ndio. Sawa, na mwenyewe nimekumiss pia. Moyo wangu haujakubali. Unikumbuka kwanza. Dokta alisema tusifanye bila kinga. Sawa. Na mimi nimejipanga vizuri sana kwa sababu sasa hivi sitaki kukosea hata nukta. Subiri wewe. Nikupe habari haujakubali.
umeenda kunitafuta bokti zima. Lazima nifuate ushauri wa madaktari. Kwa ni mwendo wa kuoga na makoti. Nikupe habari